Kwamba teknolojia ni nzuri sana, lakini teknolojia inaweza kuwa mbaya sana, na hasa katika masuala ya kiroho. Kwa sababu teknolojia inapokuwepo na watu wakawa wamesoma sana na wanakuwa na hoja sana, hoja ambazo wanataka kujua hili ni sawa kweli hili. Kwa sababu hata Ulaya ukiona kwamba watu wamerudi nyuma au Kristo unakufa, ni kwa sababu ya teknolojia na mambo ya elimu. Watu wanasoma sana na watu wanataka kuona vitu ambavyo ni sahihi, na wanataka kuona vitu ambavyo wanaweza kashika kwa mikono. Kwa hiyo tunapowaambia habari za Mungu, hauwezi kumleta hapa akawa shahidi akazungumza kwamba nipo. Ina changamoto zake, na kadri tunavyokwenda na sisi hatutakuwa mbali sana na wazungu. Kwa sababu kumbuka ya kwamba kanisa kule Ulaya limedumu miaka 2000, kwa sababu wamishonari wa kwanza kule Ulaya kutoka Israeli na ni karne ile ya kwanza ya Ukristo. Kwa hiyo Ukristo umekaa miaka karibu 2000 kule Ulaya, zaidi ya 2000. Lakini leo Ukristo hapa Afrika ya Mashariki una miaka 100 tu na kidogo, kwa sababu mishonari wa kwanza alifika 1844. Kwa hiyo hesabu mwaka 1844 mpaka leo miaka 200 haijafika, lakini tayari watu wameanza kuchoka. Kwa hiyo mimi nakubaliana kabisa, kadri tunavyokwenda na teknolojia inavyokuwa, inawezekana kabisa watu wakaona hata hiyo kusali kwenye TV, wakakosa hata kusali kwenye TV. Yani wakawa na maswali ya kuuliza, hivi kweli Mungu yupo? Maana maswali yamekuwa yakiulizwa na kule Ulaya wamekuwa wakiuliza na wameendelea kuyauliza. Na kwa bahati mbaya kule Ulaya walifundisha sayansi ya kuwafundisha watu kwamba vitu vinaweza kujitokeza vyenyewe kwa ajili ya kuwepo kwa muda mrefu, kwa ajili ya nini, hali ya hewa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo ya sayansi ambayo yamerudisha Wakristo wengi hasa kule Ulaya. Na mimi hapa sitaki kuzungumzia habari za sayansi ya kina Charles Darwin na wengine ambao walifundisha kabisa kwamba vitu vinakwenda vinabadilika kulingana na wakati. Na ndio maana ukienda mahali ambapo kuna miti mirefu utakuta kuna twiga wenye shingo ndefu. Mahali penye miti mifupi utakuta twiga wenye shingo fupi, kwa sababu nature au asili yenyewe inatengeneza hali fulani. Sasa elimu za namna hiyo zinarudisha kanisa nyuma kule Ulaya. Na kuna kitu kingine kule Ulaya wanaita humanism. Humanism imerudisha kanisa nyuma sana, kwamba binadamu anaweza kufanya mambo bila kutegemea nguvu nyingine yote. Hiyo ndio philosophy ya humanism, kwamba mwanadamu hahitaji nguvu nyingine. Mungu, kama Mungu alikuwepo, unasema kama Mungu alikuwepo, alishamtengeneza mwanadamu kiasi ambacho mwanadamu hahitaji nguvu nyingine yote. Sasa elimu za namna hiyo ambazo hata kwa bahati mbaya hata katika shule zetu na katika mitaala yetu ambayo tumeirithi kutoka kwa wazungu, bado kuna mambo haya ya sayansi ya kufundisha kwamba nature inaweza kubadilisha vitu, nature ndiyo inayokuza vitu, bado ipo mpaka leo. Elimu ya sayansi ya Charles Darwin ipo mpaka leo. Hapo nimetoa mfano tu wa Charles Darwin na wengine. Bahati mbaya kadri wanavyokuwa tuendelee kusoma wanaona kama mambo haya ya Mungu ni sio sahihi. Lakini kwa upande wetu sisi ambao sasa tunaamini katika Mungu na tumejifunza katika Mungu, tunajua kwamba haya yote yapo ya watu kukataa hakuna Mungu. Kwa sababu kwenye Biblia imeandikwa, mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa hiyo hoja ya watu kukataa hakuna Mungu imekuwepo miaka yote. Lakini ukweli ni kwamba Mungu yupo na hakuna kitu kinachoweza kuwepo chenyewe tu bila Mungu. Hakuna. Kitakuwepo namna gani? Huwezi kwenda shambani ukawa unalima alafu ukafukua saa ambayo ilianguka labda iko kwenye udongo mle, alafu kasema ipo tu kwa bahati mbaya. Utajua kabisa kwamba kuna mtu fulani aliwahi kupita hapa zamani, labda aliangusha hapa. Yaani huwezi kusema ipo tu. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuwepo tu. Hata ukiangalia milima, mabonde, miti, milima, huwezi kusema vipo tu. Unajua kuna kitu fulani ni viarrange, ikavipanga vizuri, na ndio maana vipo. Kwa hiyo tunaendelea kuwaelimisha watu, waendelee kuelewa uwepo wa Mungu bila kuvutwa mbali na teknoloji, kuvutwa mbali na sayansi, kuvutwa mbali na elimu za kisasa, lakini waendelee kujua kwamba karne zote tumekuwa tukiamini uwepo wa Mungu na tumekuwa tukiona Mungu akitenda kazi katikati ya watu. Na watu waliomwamini Mungu wameendelea kumwamini. Na watu waliompuuza Mungu wamejikuta wengine katika maisha magumu sana sana. Na ndio tunatumia pia teknoloji kwa sasa. Yaani kadri tunavyokwenda na sisi tunatumia teknoloji ili tuweze kwenda nao sambamba. Na ndio maana katika makanisa yetu tunaona watu wanaangalia ibada kwenye TV. Tunatengeneza TV, wanaimba nyimbo hufuata kwenye TV. Tunajaribu kufanya teknoloji itusaidie. Na ndio maana hata nyimbo zinarekodiwa, zinapelekwa kwenye video, zinawekwa kwenye televisheni, ili teknoloji itusaidie katika kukuza kazi ya uinjilisti. Kwa hiyo tunakwenda nayo. Teknoloji huwezi kuipuuza wala huwezi kuidharau. Teknoloji imekuwa muhimu pia katika shughuli mbalimbali.
mabadiliko makubwa, na mabadiliko haya unaweza kuyaweka katika maeneo mawili. Kuna mabadiliko chanya, lakini pia kuna mabadiliko hasi. Mabadiliko chanya ni kwamba kwanza idadi ya watu imeongezeka. Hiyo ni pamoja na kwaya. Wakati ilikuwa sio rahisi kukuta kikundi chenye waimbaji mpaka 40 mpaka 50. Sasa hivi unakuta kwaya moja na watu 40 mpaka 50. Lakini pia ukiangalia kwaya zinavyoimba sasa, kuna vyombo vya muziki ambavyo sisi tulikuwa navyo wakati ule. Sisi kwa tunatumia ngoma na chupa, tumia kizibo cha kwaya cha nini, kizibo cha soda kupigia kwenye chupa za Fanta za soda. Hiyo ndio muziki tulikuwa nao. Lakini sasa hivi ukiangalia muziki uliopo sasa ni muziki mkubwa sana, na uimbaji ni wa kisasa zaidi kuliko wakati ule. Tofauti tu nyingine ambayo naiona ni kwamba labda nizungumze jambo mtu anaweza kalifanya labda liwe positive labda kwake, lakini mimi nione kama negative kidogo. Uimbaji wa wakati ule watu walikuwa na imba wametulia na ujumbe unasikika vizuri. Siku hizi wanarukaruka sana, na wakati mwingine unaanza kujiuliza mbona wimbo huu hauendani na kuruka kwao, au vitendo hivi viendani na kitu wanachokifanya. Kwa sababu inatakiwa kama unaimba, kama ni wimbo wa huzuni uonyeshe huzuni, kama ni wimbo wa furaha uonyeshe furaha. Lakini wao nyimbo zozote tunakuta wanaimba sawa sawa tu. Kwa hiyo naweza kusema katika uimbaji kwa upande wangu naona kama ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa ujumla Wakristo wanajitoa sana na Wakristo wanafanya. Nafikiri tukijaribu kulinganisha na kipindi kile cha kuanzishwa kwa diocese, hatuwezi kupata mlinganisho halisi, kwa sababu wakati watu walikuwa na shauku ya kupata diocese. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na shauku ya kupata diocese. Baada ya kupata diocese kulikuwa na kurelax kwa kiasi fulani. Lakini sasa ninavyoona, kwa mfano nikichukua mfano tu wa St. Stephen, kanisa kuu kwa sasa ni watu ambao wakisimamiwa vizuri na wakihamasishwa vizuri wanajitoa na wanafanya, na tayari wamefanya mambo. Kwa mfano miaka ya nyuma isingekuwa rahisi sana kujenga jengo kama hili la ukumbi wa National Nkugwe na ofisi bila kupata misaada ya watu fulani kuchangia kutoka nje, au mkafanya jambo lingine lolote bila msaada kutoka kwa wazungu. Sasa hivi watu wanafanya na hata maendeleo, tumepiga maendeleo makubwa, na hii inatokana pia na maendeleo ya nchi yenyewe, kwa sababu nchi inapopiga hatua kimaendeleo na watu wake wanapiga hatua kimaendeleo. Maana huwezi kusema nchi imeendelea kama watu wake hawajaendelea. Na ndio unaona hata wakati mwingine unaona Jumapili magari yanapaki, watu wanashindana apaki wapi, anayewahi ndio anapaki pazuri. Kwa hiyo wako wengi wana magari yao. Lakini enzi zile kanisa hili St. Stephen aliyekuwa anapaki gari kwa ni askofu peke yake. Na hapo nazungumza sasa miaka ya 90 nikiwa mchungaji mimi hapa. Miaka ya 90 nikiwa mchungaji. Mwaka 92 nimewekwa mikono kuwa shemasi mwaka 92 mwezi Disemba. Baadaye mzee mmoja alikuwa na mwalimu hapa chuo cha utumishi wa umma anaitwa Mzee Lungo. Akanunua kagari. Kwa hiyo magari yalikuwa yanapaki hapa ilikuwa la Mzee Lungo na la askofu. Na ukiona gari lingine ujue ni watumishi wa serikali. Kwa sababu kulikuwa na kipindi ambacho tulikuwa na wakuu wa wilaya wa Anglikana, wakuu wa mkoa, kulikuwa na mkuu wa majeshi mmoja kanda ya magharibi hii alikuwa anaitwa Major General Makunda. Alikuwa wakati ule katika mfumo wa jeshi hii inaitwa division ya 20. Alikuwa mkuu wa division ya 20. Kwa hiyo alikuwa anasali hapa na alikuwa anawahi kwenye ibada. Na akiwahi anakaa huko nyuma. Kwa hiyo ukiona gari basi unajua ni gari lake, na unaweza kuona tofauti iliyokuwepo na tofauti iliyopo sasa. Sasa watu wako vizuri kiuchumi. Hata kuvaa, unaona watu waliovaa wako smart kabisa mle kanisani. Hata ukiingia ndani ya kanisa unaona liko smart kabisa. Hatakuwa hivyo wakati ule. Bado kulikuwa na hali ya umasikini mkubwa, lakini watu walijitahidi kufanya walivyoweza. Hata wale watu waliokuwepo wakiangalia daftari tu zile za utunzaji wa fedha na nini, anaweza kashangaa kafikiri sio kanisa hili ambalo sadaka ya mwezi mzima ilikuwa shilingi 3000. Leo sadaka ya mwezi tunakusanya milioni ngapi hata sijui. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya kimaendeleo, maendeleo ya nchi, lakini na maendeleo ya watu binafsi, mtu mmoja mmoja.